Shalom, shalom. Shalom. Ninaitwa Baraka Max. Nipo na Kwa majina naitwa Frank Isa, mhazina wa Hagai Chapel. Kwa majina naitwa Tony Mariki, ni mwenyekiti wa IS Worship Team. Brother Frank. Yes. Unaweza kutueleza kwa ufupi umehudhuria uinjilisti mara ngapi? Okay, katika hii miaka 10 mimi nimehudhuria uinjilisti mara 9. Kwa mara 9 zote nimeshiriki uinjilisti. Na hii inakuwa ni mara ya 10. Na hii inakuwa ni mara ya 10. Kaka hapa. Mimi katika hii miaka 10 ya uinjilisti nimehudhuria mara 7. Kwa hiyo inakuwa ni mara yangu ya 8. So hapa tuko na watu ambao mmehudhuria uinjilisti mara nyingi, nadhani toka uanzisho, wengine imekuwepo miaka yote na wengine mmehudhuria mara nyingi zaidi. Kaka Frank, unaweza kutueleza labda kwa kifupi tu experience yako uinjilisti wa kwanza ilikuwaje? Of course experience yangu ya uinjilisti ya kwanza ilikuwa ni ya kipekee sana, kwa sababu kulikuwa kwenye kundi la watu ambao tulikuwa tumekwenda kwenye huo uinjilisti, kulikuwa hakuna hata mmoja mwenye hiyo experience ya uinjilisti. Kwa hiyo timu nzima ambayo ilienda kufanya uinjilisti ilikuwa ni first experience. Kwa mimi nilikuwa na uoga sana, anyway nilikuwa naogopa sana, naanzaje, nafanyaje, but all in all mambo yalienda vizuri na tunamshukuru Mungu, kazi tulifanya vizuri. Hongera sana. Kaka Tony, kwenye miaka ambayo umeenda uinjilisti, unaweza ukatueleza mara ya kwanza ulienda ilikuwa wapi na nini kilikuvutia ukaenda, lakini pia baada ya kufika kwenye eneo la uinjilisti ulikutana na nini? Nashukuru sana. Mimi mara ya kwanza kwenda nilikuwa ni Shelui, Singida. Bwana kule, kwanza kilichonivutia mimi kwenda ni kwamba nilipofika hapa KSMC nilikutana na brothers and sisters in Christ ambao walinipa mimi kufahamu kanisani, kujua mazingira kanisani yakoje, na pia tulikuwa na fellowship hizi na nini. Kwa hiyo first inspiration ni watu ambao niliwakuta, walikuwa na ule moyo wa ukaribisho, upendo ambao ulinisaidia mimi pia kufahamu kwamba kuna hizi activity na mimi nika-engage kwenye hizo activity. Kwa hiyo kule Shelui kwanza ilikuwa ni mbali, ilikuwa ni my first experience kwenda Singida. Alafu tumefika pale na kumbuka siku ya kwanza it was my first experience kulala kwenye darasa. Yaani ilikuwa halina madirisha. Tunatandika ilikuwa chini tunatandika turubai, tunaweka magodoro. Kwanza it was very nice. Ni kama tuseme kama adventure fulani hivi, apart from the winning of souls, lakini kwangu mimi ilikuwa ni kama sehemu ya kujifunza vitu vingi sana, kuengage na watu tofauti, kufahamu watu wanavyo kundi lile ambalo tunaenda nalo wanavyochanganua mambo tofauti, na sehemu moja wapo pia kudevelop kujua kuomba, kujua kwenda kutoa huduma ya uinjilisti kwa watu. Kwa hiyo it was very very nice experience for me. Asante sana kaka Tony, na tunaona kwamba kweli ulijengeka kiroho kwenye tabia ya kuomba, kushirikisha watu wengine neno la Mungu, lakini pia ulipata adventure, ulipata experience mpya katika maisha. Lakini kaka Frank, kwenye miaka ambayo umekuwa ukishiriki uinjilisti, unaweza ukatupa kwa sehemu maisha yako kwenye upande wa kuwashirikisha wengine injili yamekuaje? Ukijaribu kulinganisha wakati unaanza na saa hizi umekuwa kwa kiwango gani? Lakini pia tutapenda kusikia ikiwezekana matukio machache ambayo kwako yamebaki kama kumbukumbu ya vitu ambavyo ulikutana navyo wakati wa uinjilisti na yamebaki kama kumbukumbu ya muhimu sana, kwamba unaweza kuyakumbuka, yanafurahisha, lakini pia yalikujenga na inaweza pia yakawasaidia watu wengine. Okay, sawa. Asante. Ya experience yangu katika kuwafikia watu toka nimeanza uinjilisti mara ya kwanza Tanga 2016, eneo moja inaitwa Magoroto. Nilipoenda kufanya ule uinjilisti ulinijenga, na moja ya eneo kubwa ambalo nilijengeka ni kuwa na ile confidence ya kuongea na watu wengine habari za Yesu Kristo. Nadhani ilianzia pale. Nimeenda nikiwa muoga sana, ninaogopa sana, lakini baada ya kufanya ule uinjilisti ule wa Tanga nikajikuta nina gain confidence, na kutokea pale
kwa sababu sikuacha baada ya kutoka Tanga, sikuacha kuhudhuria mission, nikaendelea kuhudhuria tena. Lakini sasa imefika wakati sasa hivi nina uwezo wa kwenda sehemu nikiwa peke yangu na kufanya uinjilisti mtaani kulingana na ratiba ambavyo ninajiwekea. Kwa hiyo for instance, kwa miaka miwili au miwili mitatu nikasema iliyopita, nimekuwa nikifanya hivyo mimi mwenyewe. Naingia kwenye mji husika, ninatembea nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, nikizungumza na watu habari za Injili. Kwa hiyo imenijenga hivyo, na si tu kama imenijenga mimi, pia imejenga watu ambao wako karibu na mimi pia, kwa sababu kuna wengine pia nimewa influence kwa njia hiyo, na sasa hivi kila wiki tunaenda nao mitaani huko, kila Jumamosi tunafanya kazi ya uinjilisti. Lakini msingi au mzizi ulikuwa ni ule uinjilisti wa kwanza, na ukaja ule wa pili, wa tatu, wa nne mpaka kufikia 10. Ni experience kubwa sana nimeigeni katika kazi hii ya Injili. Lakini jambo la pili ambalo umelizungumza kuhusiana na pengine vitu ambavyo naweza vikumbuka kwenye uinjilisti huu nimeufanya, vitu ambavyo ni memorable, vya kufurahisha, vipo vingi, lakini naomba nishare viwili kwa sababu ya muda tulionao. Jambo la kwanza kwenye ule uinjilisti wa kwanza kabisa wa Tanga, ukumbuke sasa sina experience. Washirika wote ambao tulikuwa tunashiriki uinjilisti hatuna experience. The first day tunaenda door to door, nilikuwa na rafiki yangu. It was the second day. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, alikuwa anaitwa Messi Nkwama. So by then mimi naenda ndo tukapangiwa kwenda door to door. Tumeingia kwenye nyumba ya kwanza, ndo tunafika. Tumekaribisha kwenye ile nyumba, alikopo baba, alikopo na mama. Tumeingia kwenye ile nyumba, tukajitambulisha sisi ni wakina nani na tuko pale kwa dhumuni gani. Kwa tukasema kabla tujia, kwa sababu wametupa ridhaa yao ya kutusikiliza, tukawa tunaomba tuombe, then baada ya kuomba tulete ule ujumbe ambao tulikuwa tumeubeba. Sasa what happened, it was shocking kwa sababu ile tumefumba macho tunaomba sasa ile sala ya kuomba Mungu awe na sisi, ile ibada fupi tunaifanya au ile message fupi ambayo tunataka tuwape hao watu waweze kuipokea vizuri. Tumeanza tu kuomba, what happened ni kwamba yule mama akaanguka chini, kama ni mti uliokatwa, kile kishindo, kwani mnene kidogo. Kwa hiyo alikaanguka pale kwa kishindo kikubwa sana, kiasi kwamba hata sisi wainjilisti tulio na eneo hilo tuliogopa na tukaruka nyuma. Yani ile umesikia kitu kimeanguka kwa sababu umefumba macho anyway. Kwa hiyo tukashtuka, tukarudi nyuma, tukabaki na sisi tunashangaa. Kwa hiyo sasa sisi hatuelewi nini kimetokea, kwa sababu hatujaifikiria kwamba tunaweza tukaomba au Mungu akatutumia kwa namna yoyote ile. Unaona? Na nilikuwa mimi mwenyewe binafsi nilikuwa sijai kupata encounter yote ile ya Mungu ambao nasema kwa kweli hii ni Mungu sasa. Unaona Kwa nilikuwa sijaipata kitu cha namna hiyo. Mshirika wangu naye pia alikuwa hajawahi kupata kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo yule mama ameanguka pale chini, tumeshtuka wote. Yule mama akaa kama amezimia. Kitu pekee alichokuwa anachokifanya, alikuwa anaweza kupumua tu. Sasa ameanguka pale, na tuko Tanga kule, hakuna makanisa mengi, ni Waislamu, hawajui nini kimetokea pale. Sisi wenyewe tulioenda pale hatujui. Mume ana mashaka kwamba sasa mke wangu amekufa, nini kimetokea? Yani yuko kwenye ombwe la maswali, na sisi kadhalika tuna maswali hayo kama yeye ambavyo ana maswali. Kwa sasa yule mama amekaa pale mezima. Kitu pekee anachofanya ni anapumua tu. Aongei, ajitikisi, afanye chochote. Kajua sasa leo ni leo. Anyway, to cut the story short, ni kwamba mwisho wa siku tukajitia moyo, na kwa sababu kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, watu walikuwa wanakuja wanaongezeka, kwa sababu kile kitu kwa ni kitu strange inavyoonekana. Watu wanazidi kuongezeka. Sasa kadiri watu wanazidi kuongezeka, pressure inakuwa kubwa. Unaona? Pressure inakuwa kubwa kwetu sisi, lakini pressure inakuwa kubwa kwa yule